Bwana Diamond, labda kabla tujakwenda mambo mengi na mimi tutazungumza kule kwenye Sports Bar Clouds TV. Mambo machache tu ambayo tungependa kuyafahamu. Mwaka 2017 pengine unaweza kusema umeanza vizuri kwako. Matukio mawili makubwa ya soka barani Afrika. Naam. Umeweza kwenda kutumbuiza, ikiwa utoaji wa tuzo za CAF za mchezaji bora na uzinduzi wa mashindano makubwa ya bara Afrika AFCON. Nini ambacho umejifunza kupitia haya matukio mawili makubwa ya kimichezo katika nyanja yako ya burudani? Cha kwanza kabisa imenifunza kwamba sasa kweli muziki wetu unazidi kufika mbali, na maana kwa wao tu kusema kama msanii kutoka Tanzania aende akaperform pale na baadaye pale katika uzinduzi pia wa mechi, kwa sababu kuna wasanii wengi sana Afrika lakini kutoka Tanzania, na maana kama wanajua sasa muziki wa Tanzania dunia inatamani kuutazama. So ile imedhihirisha kama muziki wetu una nafasi kubwa, ni sisi tu wenyewe wasanii sasa hivi kufanya kazi kwa bidii. Na imenifunza pia kama kumbe ukijituma na kumwamini Mwenyezi Mungu na ukifanya kazi kwa bidii basi unaweza kufanikiwa. Na hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Okay, labda uliamini kwamba kuna siku moja unaweza ukatengeneza muunganiko kutoka kwenye burudani ya muziki na watu wa michezo? Uliamini kwamba siku moja katika ndoto zako utaweza kupata fursa kama hiyo? Kweli kabisa sikuwa naamini, lakini nilikuwa natamani. Nakumbuka nilionaga mwaka gani alikuwa na perform D'banj South Africa, alikuwa katika kombe kama hilo South Africa. Nikasema ningepata nafasi siku moja na mimi. Akati natengeneza nyimbo ya Nana, nasema nyimbo kama hiyo ukipata kuimbisha kama vile kwenye uwanja inakuwa safi sana, imekani kuimbisha watu. Kwa kama Zari vile mwaka huu umeanza, mwaka jana mwishoni naona kama naambiwa natakiwa nifanye vile nikajua inawezekana uongo. So kuangalia kumbe kweli, na hata wakati natoka nenda Gabon sasa nikasema okay sawa, ameniita mimi nilikuwa nikaperform. Hata Gabon wananijua kweli. Niko najiuliza, niko njana watanitonye Kifaransa tuelewana kweli. Lakini nilichofika nilichokikuta ni tofauti na nilichokuwa labda nikifikiria. Acha bwana. Nikuta watu wananifahamu sana kuliko wanavyodhani. Nafikiri wanafahamu kuliko hata South Africa. Na unafikiri nyimbo gani ambayo pengine ndio iliwateka zaidi, kwa sababu wanaongea Kifaransa, ukanda ule unaenda moja kwa moja hadi Afrika Magharibi? Wanajua Nana, wanajua number 1, wanajua kidogo nafanya P Square, kwa sababu tangia naanza tu airport nashuka tu pale. Anaanza mapolisi wananiambia wananiambia kidogo dogo. Nashuka pia kuna wengine pale wananiambia Nana, lakini kidogo inaonekana hii inafanya P Square sasa hivi imeingia sana. Na labda unapokwenda sehemu ambayo pengine unakuwa hufikiri kwamba kule kuna watu wanaweza kawa na kukubali, lakini unakwenda alafu unafika, kabla hata hujafika eneo la tukio unaanza kupata zile hisia za watu jinsi gani wanavyokusubiri. Kama mwanamuziki ile inakuongezea kitu. Kwanza inakuongezea faraja, unaona bwana kumbe nilichokuwa nakia. Yaani kwa sababu muziki unapofanya ni kama kamari ujue. Unaweka hapa sijui utapata utakosa ujue. Unaweza ukaweka video yako nzuri ikakataa, kwa hiyo nimeliwa. Wewe mwenyewe unaona kabisa hii nzuri lakini inaenda na lakini kalio unaona imeliwa. So na ukiangalia kwa mfano kama nyimbo P Square alofanya, ukiangalia kinyumbani kulinganisha nyimbo zangu nyingi zilizopita, haikufanya vizuri sana nyumbani kama nyimbo kama Salome labda, lakini ndio nyimbo ambayo imefanya vizuri Afrika kuliko nyimbo zangu inawezekana zote sasa hivi nilizokuwa nazo. Salome. Nasema nyimbo ya P Square nilivotoa kwa nyumbani haikufanya vizuri kushinda Salome. Lakini nje ndio nyimbo ambayo sasa inanipa channel nyingi sana kila nchi nayoenda kuliko labda nyimbo zote nishakufanya. Okay, labda kwa bara la Afrika unaamini kuna sehemu ambayo pengine bado muziki wako watu hawajaukubali vipi kwa bara la Afrika? Kwa kweli sijui. Kwa sababu tangia mwaka jana maliza na kuingia mwaka huu kama John ya Majabu, maana anaitwa anaenda Malawi, nakumbuka tunaenda Malawi. Na sasa Malawi wanajua aje, yani najiuliza sielewi. Unajua nyimbo yangu gani? Afrika Airport na watu wanajua Airport, kwa sababu pigo la kwanza unaona Airport wale wafanyakazi wa Airport, watu abiria wenzako nini wanavyowaka, unaona bana wanakuwa wananijua hao. Wavoshuka paka mashabiki nje wanavyoenda kwa kifika anaanza kuuliza kwa huku nyimbo yangu ipi sasa wanaijua, kwa sababu nikiwa Tanzania najua nikipiga nyimbo nikimaliza Salome kitu au nikiamua nafungia kokolo sasa hivi alichema voko ukifika unaanza sasa huu nipige nyimbo gani ya mwisho uelewi. Kwa challenge kama hizo nakutana nazo. Kwa kiukweli sijui ni nchi gani, na kiso fulani nimeenda nchi nyingi ambazo sikuwahi kufika Afrika, na kama sasa hivi niko na booking Botswana, natakiwa niende Ivory Coast, natakiwa niende nchi tofauti ambazo sikuwahi kuzifikiria. Kunaanza hata mimi sielewa nchi gani ambao labda wengine wanajua, wengine wanajua sana, wengine wanajua zaidi. Okay, labda tukirudi sasa kwenye upande huo huku wa michezo sasa. Kuna maswali hapa watu wengi sana wanauliza hapa. Sasa kuna mtu anauliza Diamond, kwa hapa nyumbani wewe ni mpenzi wa timu gani, na hapa Bongo labda mchezaji gani ambaye unamkubali? Ukiniuliza mimi of course nitakwambia Taifa Stars. Ni kweli. Ni kweli. Na ukiuliza mchezaji nitakuwa mnafiki kwa sababu Bwana Samata, kwa sababu ndio mtu ambaye anawakilisha taifa zima. Nikisema niko katika timu fulani itakuwa ni uongo, kwa sababu mimi sifuatili sana mpira.
Nitakuja kusema tu timu kwa sababu Simba na mimi naitwa Simba, nitaenda huko. Sasa lakini ukiniambia kwa sababu gani napenda Simba, nitakwambia kwa sababu tu jina langu tunafanana. Lakini sijui kiukweli. Kwa mimi naangalia tu na Taifa Stars bwana, naelekea huko kwa Taifa Stars. Mchezaji mpira bwana Sambata kutoka Afrika kule ndio huyo niko naye. Mwingine pia namfahamu Msuva, anafaa vizuri na ni Ngasa. Nakumbuka Tangasa nilikuwa kuna picha moja mlipiga, ilikuwa Kenya ile Mombasa. Nafikiri wao walikuwa kwa timu ya taifa na walikwenda kule kwa ajili ya shughuli za kimuziki. Okay, labda Shafi una swali lolote? Mimi amemtaja Msuva. Kwa nini Msuva na si mchezaji mwingine? Kwa nikisema namzungumzia Msuva kwa sababu ni mtu ambaye kwanza unajua kucheza tu mpira au kufanya kichote bila kuwa na nidhamu ya kazi unayoifanya basi hawezi kufanikiwa. Ni mtu ambaye kwanza naweza kumsikia Msuva hata pale ofisini WCB. Mbona kia mtu Msuva huko ndani nini basi uelewi. Kuja kuangalia hata Sheta pia kuna baadhi pia wasanii wenzangu. Ikabidi naanza kumfuatia tofauti naanza kumuona na kuona pia juhudi zake anazozifanya. So ina maana mpaka jamii ambayo mimi nanizunguka au watu ambao tunakana kawaida tu kuwa wanamfahamu na wana ni mtu ambaye anafanya kitu kizuri japo kwa siyamfuatilia sana. Mimi nampongeza na muomba akazane aweze kujua kesho na kesho kutwa inawezekana naye akaenda kucheza mbali zaidi. Na juzi mmoja kati ya vitu ambavyo kweli naweza nikaamini mpira upende. Baada kumaliza show kasepa. Wakati kulikuwa na mechi pale ya Gabon na mechi nyingine. Kumaliza show pale kwa kabisa mbini kama jamani rudisheni bana hotelini bana. Kapumzika. Na bana kuna mtu mmoja anaitwa Daniel Gingo anasema Alex, huyo jamaa Diamond ni mwanamuziki wa hali ya juu sana. Hongera kwa kupeperusha bendera yetu ya nchi katika tasnia ya muziki kule Gabon. Na labda ameuliza swali lake katika yale maonyesho mawili ya tuzo na hii ya uzinduzi wa mashindano. Ipi ambayo mwenyewe ulifeel kwamba katika hizi mbili unajua umekwenda kwa watu ambao wewe unazungumza mchezo kama ulivyosema ufuatilie. Hizi mbili anasema ipi ambayo kwako ilikufurahisha zaidi? Gabon. Kwa sababu Nigeria shaka perform na ndio tukiingia Nigeria wanafahamu. Nigeria nimeiti najulikana. Lakini Gabon ni kwenda katika nchi mpya ambapo sija kufika kwanza. Na ukiacha tamasha lile lilikuwa linatazamwa sana kuzingana hapa kuliko hata ile nilofanya mara kwanza kwenye tunzo. Kwa sababu pale ndo dunia nzima inaangalia. Mimi nakumbuka alitumia hata clip boss Joseph Kusaga anaangalia kutoka Dubai. Yaani kwa watu wa Dubai wanaangalia na maana ni kitu ambacho nilikuwa nafanya. Naona Mungu wangu sasa hapa dunia nzima inaangalia. Kwa hiyo nikiharibu nimetia dosari nchi nzima. Bana tutakwenda kuzungumza naye mengi zaidi vile vile kwenye Sports Bar kule Clouds TV. Hapa tulikuwa tunazungumza kwa uchache tu mambo kadhaa mawili matatu. Na mimi Diamond bado tupo naye. AFCON inaendelea kabisa. Nchi gani unaisupport? Of course Uganda. Shemeji zangu ndo East Africa mengi. Kwa hiyo upo karibu kabisa na Uganda. Hata nchi yetu yaingia na wachezaji wanaoendelea kucheza kwenye mashindano sasa hivi. Wengi sana kutoka mataifa mbalimbali Afrika. Wachezaji gani ambao ungependa kuwafuatilia? Ukweli sio mnafiki kabisa. Nilipoanza hizi masuala nilivyoenda kuperform kwenye kule Nigeria katika kutoa tunzo nikamjua yule mchezaji wa Uganda yule golikipa yule aloshinda Dennis Onyango. Wa kwanza ndio nimjua. Nilikozemea naye nje sikumjua mimi, nimekaa naye naona mshikaji gani naye. Sijui kumbe bwana mtu anaenda kubeba kombe. Tumeenda nani kwa mwizo kwa unafanya shughuli gani? Sasa mimi nacheza mpira okay. Kwa nini bezavi nimebeba South Africa nini? Tumetoka wote kwenye ndege tupaka tumeenda. Kesho yake naona kashinda. Sasa sikutegemea. Kwa ni mtu ambaye nitaona pia nimwangalie. Lakini pia kumwangalia nivyo kwa juzi kule niko hapa na brother Shafia kanaonyesha mchezaji mwingine. Sio anaitwa nani yule? Kutangia natoka hapa kwanza kwa ananiambia bwana kuna mshikaji mmoja huyo anacheza kwa sio Pierre sio anaitwa nani? Pierre Aubameyang. Kwa akasema ukifika pale usiseme kama Ronaldo, sema kama Pierre. Akamwambia bwana sema kama Samata. Kwa nikamsikia hapo kwanza. Kwa kufika pale pia nikamwona anapiga picha na salamu. Kwa akasema ni nani? Akasema jamaa huyu hatari, yani jamaa anato kwenye star hatari. Akasema mngesema nipigane picha. Okay, huyo ni Diamond tupo naye hapa na tutakuwa naye vile vile katika Sports Bar Clouds TV.